Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu, leo na siku nyingine tena tunaelekea darasani, na hasa nyuma yangu naona ubao, na lengo kubwa ni kwenda kusoma katika elimu yetu ya chemistry ya namba, kitu ambacho tumeona katika somo lililopita. Tukatazama namna gani ambavyo watu wanaoshughulika na masuala ya madini vipi wanaweza wakayavuna kupitia chemistry ya namba, lakini pia vile ndivyo ilivyoelekeza mpaka kufikia tamati ya namna gani natakiwa apatikane mnyama wa namna gani. Lakini leo tunaelekea katika darasa letu, tunaelekea katika swala hili la kutazama vile chemistry ya namba na namna gani ambavyo suluhisho la watu ambao wanashughulika na masuala ya madini wanaweza kuyavuna katika hali iliyokuwa bora, hasa katika aina zile tofauti. Somo letu tunakwenda kuungana na Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Kubwa ni kwenda kutazama hizi chemistry ya namba, namna gani ambavyo unaweza kuzitumia ili kufika pale ambapo umekuwa ukipusumuka nao kwa muda mrefu sana. Muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda sambamba tukaangalia somo letu hili la chemistry ya namba na matumizi yake, lakini pia namna gani yanaweza kufikisha katika yale malengo makubwa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muda huu ni salamu. Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Basi bila shaka mwanafunzi mwenzangu, tunakwenda moja kwa moja darasa letu la leo kuangazia ni namna gani sasa chemistry ya namba ilivyo na utendaji unaoshangaza katika jamii, lakini pia na maisha yetu ya kila siku, hasa kufikia katika yale yaliyokuwa malengo. Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali, yalla, tuliona katika kipindi kilichomalizika tukaona namna ambavyo wale wanaotafuta madini, hasa wale watu wa dhahabu, na hata tukaona mfano wa mtu wa colloids, namna gani anaweza akafikia bwana Jackson, namna gani anaweza akafikia kupatikanwa kwa madini hayo ya dhahabu. Sasa tunatazame yako madini mengi ambayo katika dunia hii yamekuwa kisheheni, na watu wanapambana kutafuta ni namna gani inaweza ikatumika chemistry ya namba ikatufikisha kuyavuna tena kwa uhakika wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yallah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wa'allamnahu min ladunna ilman. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Musa ajue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewekeza maadini, kwa maana ilmu maalum kabisa katika kwa mja wake anaitwa Hidhri. Ndio akasema wa'allamnahu, na tukamfundisha sana huyo Hidhri min ladunna, kutoka kwetu, kwa maana kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kafundishwa nini? Ilman, ilmu za aina mbalimbali biidhnillah. Wa hadhihi tanwin, na tanwini hii tadullu ala tanwii, inajulisha nini? Aina tofauti za ilmu. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Katika darsa lililopita tulikwenda kutazama colloids, ambayo ni sehemu yenye maadini mengi. Lakini kadhalika tukamtazama mtu mmoja akiitwa Jackson, yeye ni mmiliki wa mgodi. Lakini kadhalika tukaitazama dhahabu. Tukaona namna gani chemistry ya namba inavyofanya.
tukapata namba zote zile za al-ijabia mpaka tulipofika katika kafara ya ng'ombe mweusi, tukapata namba zote ni nini? Ijabia. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa. Hapo ndo kwenye mafanikio we mzee, na ndio penye ilmu na maarifa. Lakini kadhalika sasa tukaishia katika pale, katika ile kafara iliyopatikana. Tunawezaje kufanya sasa pale mahala dhahabu ipo lakini itapatikanaje? Biidhnillah, ndo hapa sasa, na nitakuja nitaeleza ule mkasa wa sehemu ya Mozambiki inaitwa Mutepweshi, namna ambao watu walivyopita katika njia hii na namna ambavyo Mwenyezi Mungu alivyojaalia wakayapata madini kwa usahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tunatazama kimiaul arqam, kwa maana chemistry ya namba ni nini? Wataalamu wanasema hiya dirasatu tadakhulil mudhhili, ni somo ambalo linalofanya wewe unakwenda ndani sana tena na linatisha na kuogopesha. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Yani chemistry ya namba ni somo ambalo linalofanya mtu kutambua vitu kiundani na kwenda kwa kina kabisa katika vitu hivyo. Lakini somo hili linashangaza kutokana na utendaji wake. Na kwa sababu linashangaza kutokana na utendaji wake, ndio wakapatikana watu wasio na ilmu na maarifa, wakasema ile ni sihiri, ule ni uchawi, ile ni shiriki. Kumbe ni ilmu ya kawaida kabisa ambayo bila shaka kupitia katika ilmu hiyo watu wana uwezo wa kupata makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii inakuwa ina muingiliano unaoshangaza baina alamil a'dadi wad-daqiqi wa alamil kimyai wal madda. Hii kunakuwa na muingiliano baina ya ulimwengu wa hisabu za umakini wa hali ya juu. Yani kuna hisabu zinataka umakini, sio unajifanyia hisabu tu, la, bali panahitaji umakini wa hali ya juu kuelekea katika hisabu hizo. Lakini kadhalika wa alamul kimyai wal madda, lakini huo kadhalika unakuwa ni ulimwengu wa kemikali za aina mbalimbali na hata madini ya aina mbalimbali. Lazima namba zihusike kwa kiasi kikubwa sana. Anayechimba dhahabu lazima namba zake zipatikane. Sehemu ya dhahabu yenyewe lazima namba zake zipatikane, na dhahabu yenyewe namba zake zipatikane. Zikiwa namba salbia, mzee, hata kama madini yamejazana hapo, utakuwa unayasikia kwa jirani tu mzee. Lakini zikiwa namba zinakwenda ijabia, basi wewe utafurahi, kwa sababu hapo mahala patatoa dhahabu yake au mali iliyo katika maeneo hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alilmu shaqun walakinna lahu ladhatun wa mut'a. Wataalamu wanasema ilmu ni kitu kigumu, lakini ukiwa nayo ina ladha na ina starehe fulani. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo tunapoitazama chemistry ya namba, huingiliana sana katika masala ya idadi zinazotaka umakini, kwa maana namba zinazotaka umakini na ulimwengu wa kemikali pamoja na madini ya aina mbalimbali. Sawa? Tunasema al-arqamu fil kimya laysat mujarradu a'dadun lil'addi. Sawa? Laysat mujarradu a'dadan lil'addi. Lakini kadhalika tunasema al-arqamu fil kimya, kwa maana hizi namba zinapatikana katika masala ya chemistry, si namba tu zinazotumika kwa kuhesabu 1 2 3 4 basi zikaishia hapo. Hapana we mzee. Kwa nini? Bali hiya rumuzun tahmilu asrara istiqrarati dharrati tarkibi aljuz'iyati wa tabi'ati almawadi.
Tunakwenda sawa? Naam. Bali kadhalika hizi hisabu unaziona katika chemistry, hizo hisabu zinazotokana na jina lako wewe mzee Bashiru. Lakini kadhalika zikatokana na eneo lenye madini mengi, ambapo ni colloids kama tuliona katika darasa lililopita. Lakini kadhalika ikapatikana na nini? Na madini yenyewe yanapatikana hapo colloids. Bali hiya si kwamba vinaishia katika hisabu za kuhesabika tu 2800 na kadha ikaishia hivyo tu, la bal isipokuwa hisabu hizo hiya rumuzun, ni alama. Hizo hisabu unaoziona wewe zikatokana na jina lako, zikatokana na sehemu ya mgodi unapochimbia dhahabu zako, na zikatokana na dhahabu yenyewe. Hizo ni nini? Ni alama. Alama ambayo tahmilu asraran, alama hizo zimebeba siri. Umeelewa vizuri Hizo alama zimebeba nini? Siri. Sasa maana yake ili wewe uwe ni mwana taaluma lazima ujue nini? Siri ya hizo alama, sio kujua hiyo hesabu. Ndio kuna jitu hapa linaweza likakuta hesabu imeandikwa namba 16, lenyewe linajua tu neno 16. Alafu halijui siri iliyo katika namba hizo, alafu linasema ni vitu visivyojulikana. Hilo linakuwa ni jitu moja jahil murakabun katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Bal hiya rumuzun, bali ni alama tahmilu asraran, zimebeba siri, istiqrarati dharrat, ya kukaa vizuri au kutulia kwa zile atom. Tunaelewana vizuri? Atom zinatulia, tarkibil juz'iyati, ambao zinashikamana na vielementi vimoja moja, wa tabi'ati almawaddi, lakini kadhalika na tabia ya madini yenyewe. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tena la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Fi fiziai wa kimiai annuwatu tujadu a'dadun muhaddadatun min alburtonati au neutrionat. Sawa? Lakini kadhalika katika ilmu ya fizia, masala ya kifiziki sasa, wa kimia innuwati, na chemistry katika masala ya nua, kiini cha jambo lenyewe au kiini cha madini yenyewe, tujadu a'dadun muhaddadatun, ndani yake kunapatikana hisabu maalumu. Havijiendei tu ili mradi vinakwenda, la, bali ndani yake kunapatikana hisabu maalum kabisa. Minal protonat, inatokana na proton za aina mbalimbali, wa neutronat, na neutron za aina mbalimbali zinapatikana katika hisabu we mzee. Sasa jina lako lina protoni, jina lako lina neutron, kwa mujibu wa taaluma namna zinavyoeleza kwa ufasaha wa hali ya juu. Lakini kadhalika pale tunapopaona kwenye maadini yako, kwa maana kama tulivyotoa mfano wa colloids, pana neutron, pana proton na pana neutron pia. Lakini kadhalika na dhahabu yenyewe, kwa maana yale madini yenyewe ambayo unayatafuta pale yana neutron na yana proton. Tunakwenda sawa? Ili tufikie katika malengo ambayo tunayoyaendea. Sasa hizi ilmu wamezifundisha sana kina al-Imam al-Ghazali, kwa kuwa majitu maarifa yao ni madogo, yakawa anasema shiriki zile shiriki, alafu hayo wakayachukua wale ambao sio Waislamu wakaandika kwa lugha zao, alafu linarudi hili Islam linakwenda kusoma kule kwa lugha hizo, alafu linaita teknolojia. Yani wallahi, yani majitu yamelazwa usingizi na yamelala na yamekuwa katika hali sijui ya namna gani. Wallahi mtihani mkubwa. We mzee, hizi hamsomi shule. Sasa hizi ni za kwetu. Kina Imamu al-Ghazali walishasomesha sana haya, kina Imamu kina al-Imamu Suyuti washasomesha sana haya, kina mkubwa Ahmadul Buni washasomesha sana haya. Lakini kwa njia gani? Yamesomeshwa kwa lugha sahihi ya Kiarabu. Sasa majitu yasiyojua yanasema shiriki ile, shiriki shiriki, mengine anasema uchawi ule, alafu yanarudi kusoma kule shuleni kwa njia nyingine. Wallahi mauza kwisha kazi. Jamani, leo kuna watu wanatengeneza baadhi ya vyombo, tena chombo chenye kidogo tu hivi ambacho unakwenda nacho pale katika ardhi inayodhaniwa kwamba ina madini. Ukiweka pale kile chombo kinakusomea kabisa, bana hapa kuna zinki, yani kuna madini fulani, labda kuna dhahabu, au inakwambia hapa kuna almasi, au inakwambia hapa kuna kuna zile nini tunasema tanzanite inakwambia. Usifikiri kile chombo amekurupuka, la, bali kile chombo kinakwenda kwa nini?
kwa hisabu maalum. Watu wanajua kabisa ikija hii ikatueleza 16 nani, wanajua hapa kuna madini fulani. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha. Sasa jina lako linatema madini we mzee. Lakini kadhalika na jina la sehemu kwenye madini panatema madini we mzee. Lakini kadhalika na jina la madini yenyewe inatema madini we mzee. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tena la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ndio anasema kuna protonat na kuna neutron. Taj'alu nuwatu dharra, hii itafanya zile nuwatu dharra, kwa maana kile kiini cha dhara yenyewe yani cha atom yenyewe, mustaqirratan lilghaya, itakuwa inafanya istiqrar, imetulia katika hali ya aina yake. Sawa. Mathal, mfano mdogo tutatoa al-oksijena. Nataka twende tukaone pale kwenye madini mtu anawezaje kuyapata, alafu upate kufahamu kabisa katika ilmu hii, asitokee mtu akakupandikiza matango pori akakwambia hiyo ni shirki au huo ni uchawi. Hii ni chemistry ya kawaida, inataka watu wawe na maarifa na ujuzi, alafu wakipita zile njia sahihi madini yanapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Oksijeni 16 hizi, sawa, ambao tunaona O16. Hii nataka watu wenye macho tu. We kama una macho tulia hivyo hivyo tu, ubaki kuwa kipofu. Alafu haithu, kiasi ambacho tunapata hii Z. Hii Z maana yake ni adadu dhurri, idadi ya zile atom zenyewe au neutron zenyewe pamoja na proton. Sawa, ambayo hii sawa sawa na nitrogen. Ambao ukijumlisha hapa 8 jumlisha 8 unapata ngapi? 16. Al-oksijena katika hali za namna hii. Kwa mazingira haya sasa, hizi ni ilmu zinaitwa dhurri, zinahitaji watu wawe na ilmu kimia al-huruf, kwa maana wawe na taaluma katika suala zima la kimia al-arqam, chemistry katika namba. Katika mazingira haya tunaelewana vizuri? Naam. Tunafahamiana? Naam. Lakini kadhalika kuna calcium, alafu ina dharra ngapi? 40. Hizi 40 tunasema haithu hii tunaiona imeandikwa katika alama ya Z. Hii Z inakuwa ni adadu dhurri, idadi ya nini? Ya atom zenyewe, ambao ni 20, nitrogen 20. Kwa maana katika hali za namna hii tunapata kitu kinachoitwa nini? Calcium. Kwa hiyo majina ya vitu yanapatikana kutokana na nini? Na namba. Yani namba namna zilivyo ndio zinatengeneza majina ya vitu kutokana na madini yaliyopo katika maeneo haya. Sawa. Warisas, lakini kadhalika kuna madini ya risasi ambayo hii risasi tunasema 208 hii PB, yani PB haithu kiasi ambacho tunapata IZ, kwa maana adadu dhurri 82 sawa sawa na newton 126 biidhnillah subhanahu, yani sawa sawa nitrojeni 126 al-adadu dhurri. Tunapoona alama hii ya Z, maana yake tunazungumza idadi ya nini? Ya dhurri, kwa maana idadi ya zile atom zenyewe. Huwa adadul protonat, idadi ya protoni almawjudatu dakhila nuwat, zinazopatikana ndani ya kiini chenyewe. Wa huwa yuhaddidu hawiyatul ansari alkimia, na hii sasa inafahamika vema kwa wataalamu wa ilmu ya chemistry. Hao wenyewe wakisikia hivyo wanasema subhanallah, kumbe Uislamu wetu umesheheni kila kitu, alafu linapatikana jitu ambalo lenyewe halina maarifa, halina ujuzi katika dini, halina taaluma yoyote katika dini ya Allah, alafu linasema hiyo ni shirki, huo ni ushirikina, alafu linapeleka watoto wake wanakwenda kusoma haya kwa lugha nyingine. Jamani, tuamkeni. Tupo katika hali mbaya sana katika mazingira haya. Sawa. Almushtaqu min alkalimati alalmania, ili neno hili zedi ni neno ambalo limetokana na neno la Kijerumani, linasomeka zahl, kwa maana ai adadu, maana yake idadi. Sasa ukimkuta mtu kakuandikia hii alafu anakuambia namba, wewe unachanganyikiwa, ile ni zedi, ile sio namba ile. Wewe ujui mzee, acha wenye kujua wafanye majambo yao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa tunaingia katika ile namba yetu sasa. Tunataka bwana Jackson ambaye anatafuta maadini yake katika sehemu ya Kolwezi, na maadini anayotafuta ni dhahabu,
tunataka Mwenyezi Mungu amjalie aweze kupata hayo maadini ya nini? Ya dhahabu. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tuliona hisabu iliyokuja baada ya kujumlisha hisabu ya kafara ni yani ni hii hapa kama jinsi tunavyoiona 15,193 jumlisha 797. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa huyu ambaye tayari tushapata namba zake zote pale zimekuwa ni ijab. Tunapotaka apate madini tunafanya hivi, tunachukua ismullah, jina la Allah ambalo linalosomeka nini? Allahu. Sawa? Ambalo kanuni ya hili jina Allah yani hisabu yake ni yani ni 66. 66 kwa maana hii ni namba inaitwa nini? Salbun jumlisha salbun sawa sawa na 12. Tunaelewana vizuri? Kisha 12 chukua 2 kwa maana salbun jumlisha ijab sawa sawa na ijab biidhnillah. Kwa hiyo hili jina ni ijab, lakini koloizi tumepata namba za ijab, dhahabu tumepata namba ya ijab, na Jackson tumepata namba ya ijab. Kwa hali hiyo sasa, hili ismullahi al-a'zam ndiyo protoni pamoja na Newton ambayo inaweza ikafungua siri za pale katika eneo lile la nini, la yale maadini biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa huyu ikiwa tunataka yeye sasa Mwenyezi Mungu amjalie apate nini? Maadini. Apate maadini. Maana yake itasomwa jina la Allah mara 15,190 na ngapi? Na 3. 15,190 na ngapi? Na 3. Bila kuzidisha wala bila kupunguza. Ili mambo yaweze kwenda katika hali ya aina kadha. Hapo ndipo mambo yatakwenda vizuri biidhnillah. Tunakwenda sawa? Naam. Kisha baada ya hapo utakaa masiku 7. 7 ambayo ni idadi vile vile ya nini? Ya ijab. Tunakwenda sawa? Naam. Baada ya kukaa masiku 7 utachinja wanyama 7. Yaani kila siku utakuwa unachinja mnyama mmoja ambaye ni ng'ombe dume. Na sio kila mtu itakuwa ng'ombe dume, inabadilika badilika. Kuna mwingine atakuwa mbuzi, mwingine atakuwa kondoo, mwingine inategemea na nini, na zile yani zile aiwa namba namna jinsi zilivyokuambia ijab au salb, positive au negative katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Kisha baada ya hapo watatlu ya Allah, yani kila unapochinja yule mnyama mmoja utasema ya Allah mara 797. Silo ushasoma idadi kubwa. Alafu sasa kila unapochinja, ukishamaliza kuchinja leo unasoma mara 797. Alafu unasoma na zile dua fil arqam al ijabiyat, unatazama zile dua ambazo zipo katika namba ya ijab, ndio unakuwa unazipiga. Usifanye salbi we mzee. Ukifanya salbi umechanganya mambo na upati hayo madini. Yanawezekana yakawa yapo lakini wewe upati. Tunaelewana uzuri? No. Kwa hiyo mambo yanaweza kwenda katika mustawa na hali za namna hii. Hii jambo shekhe tumewahi kulifanya pale katika ardhi ya Mutepweshi, Mozambiki. Yupo mmoja miongoni mwa ndugu zetu, yeye anafanya kazi pale. Lakini maadini yakawa yameota mbawa. Lakini alhamdulillah aliwahi kutufikia na sisi tukamwambia utaratibu namna unavyotakiwa, akasema niko tayari maadamu nipo natafuta jambo liende vizuri, hakuna shida. Mwenyezi Mungu akamjalia akafanikiwa sana yule bwana. Kwa hiyo inshallah hii ni fursa, ukiweza kufanya we mwenyewe ni vizuri, wa ila basi inshallah tunaweza tukafanya. Lakini ipo kauli ambayo inasema intushghilin nasa tagharam thamanahu, iwapo kama utawashughulisha watu katika jambo waache yao ili kudili na kufanya yako, lazima ugharamie thamani ya kuacha watu wafanye mambo, wachakate majambo yako. Si mchezo, ili jambo linahitaji akili, linahitaji utulivu, linahitaji uwe na utulivu wa akili na yani na mwili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alinifurahisha ndugu yangu mmoja, yeye alikuwa na jambo lake. Akasema, shekhe, mimi jambo langu nataka unifanyie, lakini nataka jambo la uhakika sana. Tukamwambia, kwa hapa ofisini kwetu ukitaka jambo la uhakika sana itakuwa mtihani.
kwa sababu tuna watu wengi ambao wanatufikia hapa mara kwa mara. Sahihi. Akasema Sheikh, mimi naweza nikahudumia huo umakini wangu. Ikiwa ni hapo hapo ofisini, basi milango ifungwe, asiingie yoyote. Alafu mimi nitakuwa natoa zile gharama za wale ambao wangeingia kwa wakati huo. La si hivyo basi inshallah Sheikh, naomba uje kwangu. Ilikuwa Nairobi hiyo. Tukamwambia ili tuje kwako mzee, sisi hatupandi mabasi. Sisi ili tuje kwako tuna gari zetu. Tujazie mafuta ya kwenda na kurudi au tukatie tiketi ya ndege. Akasema Sheikh, chagueni nyewe mnataka nini? Nikatieni tiketi ya ndege au nijaze mafuta katika gari zenu? Sisi tunapenda sana kutembea chini, hasa katika hizi nchi ambazo zinaweza kufikika kwa kupita chini. Tunapenda sana. Tukamwambia tuwekee mafuta. Yule bwana akatuwekea mafuta, tukapiga gia hapa mpaka Nairobi. Kufika Nairobi akatuchukulia apartment moja maridhawa sana. Tukakaa pale ndani ya masiku 9 tunalifanya jambo lake. Wallahi hayo matokeo sisemi mimi, Mola anajua. Sisi tuna maneno yetu ambayo tunasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Cha msingi ni ilmu, kujua zile njia sahihi za namna ya kupita, utafikia malengo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Basi mimi nikwambie ndugu yangu ambaye mwanafunzi mwenzangu, tulioanza mwanzo wa kipindi mpaka kufikia hapa tamati, kubwa ni kwamba namna gani unaweza ukaziendea taaluma hizi, elimu hizi kwa uhakika na ufasaha wake, ili kuweza kuyapata haya. Ni elimu ambayo si rahisi, ni elimu ngumu kweli kweli, na zinataka umakini. Kukosea sehemu moja tu tayari umepoteza mwelekeo wa jambo lenyewe zima kwa uhakika wake kabisa. Kwa cha msingi sasa kukwambia ni kwamba fuata taratibu huu wewe mwenyewe hapo ulipo, na lasi hivyo basi unaweza ukafanyiwa. Lakini upo msemo unaosema kumshughulisha mtu kuacha yako kwa ajili ya jambo lako hauwezi kukwepa gharama. Utagharamia tu thamani ile inayohitajika ili watu waweze kufika kufanya jambo lako kwa uhakika wake katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Taratibu huu ni mujarabu sana sana sana. Ikiwa utafikiwa ama utafanya mwenyewe, basi haya ambayo nilizungumzwa unaweza ukathibitisha mwenyewe kwa kuona yale ambayo yanayoendelea. Haya ni kwa ajili ya watu wanaoshughulika na masala ya madini ya aina mbalimbali. Nakumbuka hii tumetazama ni mfano wa dhahabu, lakini kuna madini mengine ambao yanaitwa ruby, kuna ambao yanaitwa tanzanite, kuna ambao yanaitwa almasi na mfano hayo. Kwa hata hesabu yake pia haiwezi kuja hesabu hii ya dhahabu, kwa kuja hesabu nyingine. Maana kwa taratibu yake pia itakuwa ni mwingine tofauti na huu ambao tuliona hapa wa dhahabu. Lakini kwa mtu anachimba dhahabu, basi anaweza kufuata taratibu huu kwa majina yake, kwa taratibu wake, kisha kheri zikapatikana. Kubwa kuzingatia ni sehemu ndogo sana. Lazima uhakikishe kwamba taratibu ule kuzipanga zile salbi na ijabi katika hali iliyokuwa nzuri, lakini pia uzingatie ni mnyama gani inatakiwa kupatikanwa hapa, kwa idadi gani na kwa rangi gani. Hapo ukifanikiwa hapo, kisha uje katika taratibu wa kusoma jina hili kwa hesabu gani, na sio jina hili. Inawezekana katika kwa mtu mwingine likatoka jina jingine la Mwenyezi Mungu na aya zingine na dua zingine tofauti kabisa. Bwana, kwa hiyo hii jambo si rahisi kama ambavyo watu wanaweza wakachukulia. Kubwa ni kwambie tu ndugu yangu ambaye anashughulika sana masuala ya madini, bado fursa na nafasi unayo kufikia katika yale ambayo yaliyokuwa bora, madhubuti na ambayo yanaweza kufanya ukafikia kupata mali ambazo katika mgodi wako umekuwa kwa wakati mrefu. Kubwa nini? Fuata taratibu huu, hedi nyingi zitapatikana. Na la si hivyo, basi unaweza pia kuwasiliana nasi kama unaziona hapo, kisha ukashauriwa kwa mwongozo uliokuwa bora namna gani ambao unaweza kufikia kufanya jambo hili kwa ufasaha na uhakika wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748969733 au 0659869734.